Jumapili tarehe 22 Juni. Jina la Bwana libarikiwe. Hujambo na karibu. Nami hapa ni mkutasari yaliyojiri juma lililopita. Jumapili tarehe 15 Juni, ibada ya wamama. Neno la kwanza. Anampeleka shule. Kwa kosa moja tu alikataa kutii. Akakula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tu. Sifa na kuabudu. Climax, ibada ya wamama. Katika mambo yote, si mambo machache. You are a helper for every calamity, for every maendeleo. Kwa wewe unasaidia, wewe ndiye mshauri. I say, siku ambayo ilikuwa imengojewa kwa hamu, gamu, shauku, maombi, msisimuko, hatimaye iliwadia. Kutoka vyumba vya maombi hadi mimbari ya ufunuo, tunawatangazia kuwa huu si mkutano wa kawaida. huu ni mwanzo mpya na moto wa Roho. Ni wakati wa kusimama, kuamka na kuwaka kwa Yesu. Giza likizidi, nuru ya Mungu inaangaza. Mioyo iliyolala sasa inaamshwa na Roho. Neema ichelewe, huja wakati wa kuamshwa. Kilio cha wengi kinageuka kuwa nyimbo za ushindi. Karibuni. Revival ni sasa. Mada. And our theme is transformation and renewal in Christ. You're all welcome and thank you. Mataraisho ya kuomba kabla ya siku hii. Ya mbinguni. Yes. Baba yangu, tunaanguka mbinguni pako. Tunakunyoshea mikono yetu ishara ya mwaka jana. Ni leo Jumapili ya uhamisho katika Gospel of Peace Nyali. Hebu sasa tupate mtazamo kutoka kwa mmoja wa washiriki kupitia mwandishi wetu aliye mstari wa mbele. Na wapenzi watazamaji, leo ni ile siku ambayo kanisa letu la Nyali tumekuwa tukishuhudia wiki zilizopita. Na ndani ya nyumba hii tuko na kiongozi wa vijana. Acha kutueleza nani na kazi hii katika kanisa hili. Hivi Kwa majina naitwa Bwana Fred, mimi nikiwa kama kiongozi wa vijana katika nyumba hii. Siku hii nilikuwa mkisubiria kwa hamu. Nini kinachoendelea kuendelea siku hii ya leo? Matarajio yangu ama malengo ambayo ni kwa ajili ya siku ya leo ni kwamba watu vijana wakaweze kubadilika na wakamjue Mungu na wakafanyike upya katika mioyo yao na wakamtukuze Bwana katika mioyo yao. Hiyo ndio malengo ya ambayo tuko nayo siku ya leo. Youth Revival 2025.
Transformation and renewal in Christ, the word of God. Ndani yake kuna uzima. Wewe unatosha. Revival climax. Naita jina lako kama vile Elia alivyoita jina lako wakati wa dhuhuri, na akasema na ijulikane kuwa wewe ni Mungu ambaye unajibu kwa moto. Baba, kwengineko ibada za juma ziliendelea kama ilivyoratibiwa. Ibada ya vijana, Alhamisi ya kufunga na kuomba, umependelea wale hapana. Mungu anatupenda sote. Huenda tunamharakisha Mungu, lakini tumpe Mungu wakati wake, na wakati wa Bwana ukifika, wakati wa Bwana mzuri. Anaheri wakojea Bwana, wakojea Bwana, wakojea. Kama hapa watu waliokukubali, watu walio na kibali, watu waliokubalika, watu walio na vipawa, watu wanatembea kwa uwepo wako, wakaweze kuingia kwa malango haya. Malango haya na Praise and Worship Service Jumamosi. Jumamosi ya kuvunjika na kuomba. Mtu anaweza kusoma scripture hata mfundishaji na akafundisha tofauti, mwingine akaja kufundisha tofauti, mwingine akaja kufundisha the same scripture. The understanding is different of that scripture. Na kile hufanya watu pia katika masomo wakaanza mitihani ni lile swali huwa hawalielewi yote kabla hujalielewa. Lakini it's only by the Holy Spirit. The Holy Spirit can help you to understand the scripture. kufanya yale ambayo unaelewa, lakini unaweza ukapotea, lakini Roho wako atusaidie, maana mwisho kwenu. Unaweza tupata katika mtandaoni, katika TikTok, Facebook na YouTube. Hapo ndipo mwisho wa Gospel of Peace Media. Kutana tena juma lijalo.